kukwama ni eneo la tactical discipline. Nizamu ya kujilinda, nizamu ya kushambulia na nizamu ya kumiliki mpira. Unaangalia tactical discipline huwa inatazama zaidi numerical advantage. Inaangalia zaidi idadi ya wachezaji mnapokuwa mnakutana, kwa sababu mpira una reaction. Mnapokuwa mnakutana, tunataka kutazama jambo moja, kwamba kama nyinyi mpo madefenders watatu, je, timu pinzani wakija watano, mnaweza kufanya reaction? Manake tactical discipline ni namna ya wachezaji kuflow from one zone to another zone, kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Hapo ndipo ambapo Julio naweza nikasema amefeli, kwa sababu wachezaji walikuwa aggressive ndio, lakini ukiangalia namna ambavyo wakina Baraka Mtui, wakina Samson Madereke walivyokuwa natengeneza unaangalia mstatili wa wachezaji wa nne kuja kutengeneza coordination ya Barama Mapinduzi pamoja na Onditi kwenye eneo la defense na midfield. Ulikuwa unawaona walikuwa hawarudi haraka sana kuja kutengeneza zone marking, wachezaji 5 mpaka 6 kwenye laini moja. Mashujaa ulikuwa hawezi kuwaona hivyo, hawakujilinda hivyo leo. Yani kwa maana kwamba unaona mstari wako 5 mpaka 6, ilikuwa ni hapana. Wao walitengeneza wachezaji kuwagawa kwenye mstatili mmoja, kwamba mbele ya magolikipa atakuwepo wachezaji wawili, mbele kidogo ya 18 wawili, walikuwa wanakwenda wanawagawa. Jambo ambalo sasa wakati wanashambuliwa lilikuwa linawafanya kutokuwa na idadi ya wachezaji sahihi kwenye eneo la defense, jambo ambalo wangeweza kuadhibiwa. Bahati mbaya tu kwamba Yanga hawakuweza kutumia nafasi vizuri. Nitawakumbusha kuna mpira mmoja I think kama sio Pacome Zouzoua aliweza overlap pembeni, kwa sababu idadi ya wachezaji eneo la katikati ilikuwa imepungua. Akapiga cross ikakutana na Max aligeuka, sijajua tu aligeuka haraka. Ile goli tuliona hapa, nafasi aliyoikosa. Aligeuka haraka akapiga ule mpira pasipo kuangalia, lakini ile ilikuwa ni kamba. Yani na wazungumza wakina Onditi, wakina Mtui, wengi walikuwa ndio ni kama wanarudi kwenye ship yao. Bahati mbaya ama nzuri, Max alipogeuka akapiga ule mpira ukatoka pembeni, kwa sababu ameupata mpira akageuka. Hawa wachezaji eneo la katikati hapa wengi kwenye eneo la defense walikuwa hawapo, ndipo wanarejea, jambo ambalo likapelekea mazingira makubwa wao Mashujaa kukosa goli. Wakaendelea kucheza vile vile kwa kuhakikisha kwamba pembeni huku Adan Okello Pacome hawezi overlap moja kwa moja mpaka anaingia kwenye mstatili. Ni jambo zuri ambalo mwalimu aliweza kulifanya, lakini namna ya kujilinda kwenye mfumo wa kinizamu, mfumo wake wa 442 ambao angetengeneza mpango mkakati kwamba Yanga wanaposogea katikati lazima uwe na wachezaji 5. Angekuwa anabadilika, anaiacha ile man to man, anarudi kutengeneza mazingira ya wachezaji kucheza kwenye zone marking. Mimi naamini kabisa hata muda kama timu ingekuwa inacheza kwenye zone marking, kujilinda kwenye mstari, kwa maana kwamba kuwa na wachezaji 4 mpaka 5 kwenye mstari, hata ule mpira wakati anaudunda mara ya kwanza mara ya pili, kulikuwa kuna kutengeneza mazingira makubwa, kuna mtu angeweza kuondoa. Lakini unaweza ukaangalia Max baada Prince Dube kuparaza kile kichwa, anakuja na ureceive ule mpira unadunda, anageuka. Hakukuwa na mchezaji yoyote kwenye eneo hilo mita moja ambaye ni wa timu ya Mashujaa ambaye angeweza kuchukua ule mpira. Kwa hiyo Max alikuwa na muda, alikuwa na uwezo pia wa kuweza kusogea hata kugawa pasi, kwa sababu hakukuwa na mchezaji. Hii yote ni kwa sababu mwalimu alitengeneza wachezaji kuwa na individual commitment, yani commitment ya mchezaji mmoja kuliko kutengeneza ile teamwork ya kucheza kwenye mfumo wa kujilinda. Na mwalimu aliamini kwamba Yanga ukiwa aggressive lazima utawatoa kwenye mchezo, na lengo la mwalimu wa Mashujaa ni kwenda half time hajafungwa, ili aje kutengeneza mpango mkakati wa kuwatoa Yanga kwenye led. Huo ndio ulikuwa mpango wake ambao ulitengeneza madhaifu akafungwa. Lakini kwa upande wa Yanga leo, kama umewaona vizuri, mwalimu Julio anasema kwamba timu ya Young Africans haijatengeneza nafasi yoyote, badala yake hajafanya build up. Badala hajatengeneza nafasi za kufunga mabao, badala yake zimepatikana nafasi ambazo ni za makosa wachezaji wa Mashujaa. Yes. Hizo za makosa na lazima na mimi nikili, kwa sababu
ni makosa lakini bado ni makosa ya wachezaji, ni makosa ya kimfumo ya mwalimu mwenyewe, kwa sababu wachezaji wanakutwa hawapo kwenye eneo. Maana yake nini? Si mwalimu ndio amewaelekeza wacheze hivi, ni makosa yake ya kimfumo, na ndio maana amesema kuna muda wachezaji wake hawakufuata maelekezo. Lakini sio kama Yanga hawajatengeneza nafasi kabisa. Yani nafasi zilizotengeneza Yanga nzuri hawakuzitumia. Yani zile za kutengenezwa hawakuzitumia. Bahati nzuri Lameck Kanyonga, lakini pia wachezaji wa Dar es Salaam Young Africans baadhi wa kutengeneza utulivu mkubwa. Sio kama Yanga pale haikutengeneza nafasi ambazo tumeziona ni nzuri, lakini bahati mbaya kwenye mfumo ama kwenye football tunaangalia kwamba tunasema football is the game of space and chances. Tunaangalia nafasi, tunaangalia muda. Kwa maana ukishaangalia time, ukaangalia na chances, kama kuna timu inafanya makosa inaadhibiwa. Lakini kwa mujibu wa kauli ya mwalimu wa timu ya Mashujaa, unakubaliana naye kwamba Yanga magoli yale ni makosa ya kiufundi ya timu yake imesababisha yeye kufungwa. Na ndio mpira uko hivyo. Unaweza ukafanya makosa mchezaji mmoja, timu ikafungwa, ama timu kwa ujumla generally inaweza ikafanya makosa ikafungwa. Tumeshawahi kuona watu ambao timu imefanya kila kitu vizuri, halafu kuna mchezaji mmoja tu ana kwa uzembe wake anaruhusu goli linafungwa, baadaye timu inakuwa imeadhibiwa, kwa sababu wote wale wanakuwa ni sehemu ya mchezo. Lazima Mashujaa utawapongeza kwenye eneo moja tu, kwamba kwa kucheza walau dakika zisizopungua 70 kwa kupishana walau na Dar es Salaam Young Africans, kwa sababu totally hawakukaa nyuma. Yani totally hawakukaa nyuma. Na hisi walitaka walikopi ule mpango kazi aliokuja nao Amani Josia, kocha wa Dodoma Jiji, ambao kidogo alikuwa yeye wakati anacheza na Dar es Salaam Young Africans akapata ushindi, yeye alikuwa anaanzia kucheza katikati. Baada ya Yanga kufika katikati, alikuwa anaanzia kukaba pale na kupeleka mashambulizi mbele. Lakini bahati nzuri yeye kocha wa Dodoma wa timu yake, wachezaji wake wengi walikuwa ni aggressive mbele. Tuliona walikuwa wanatengeneza nafasi kama kina Willy Edgar, baadaye na watu wenye uzoefu mkubwa kama kina Waziri Junior wakaja kufunga magoli. Lakini wao watu wa mbele wakina Ismail Mgunda, ukiwatazama of course ni wachezaji wazuri, lakini namna ambavyo commitment yao sio kubwa sana. Mimi naweza nikasema pia kwa upande wa Yanga leo walikuwa bora sana kwenye kucheza mpira. Yanga leo imekuja kitofauti. Yani ni kama walijua hii ni kama dabi. Yani namna ambavyo wamezi approach mechi za nyuma, kulikuwa kuna energy kubwa mno. Yani kama watu wamekunywa maji, ni maji kweli. Yani ilikuwa ni kumkimbiza mtu. Kwa sababu Mashujaa wangecheza nao kawaida. Yani unacheza tunazungumza ule mpira wa kawaida, mnacheza pasi fupi fupi, mnatengeneza mashambulizi pasipo kukimbia, kulikuwa kuna uwezekano mkubwa sana hata haya makosa yaliyoonekana yasingeweza kuonekana. Lakini mwalimu, wachezaji walikuwa na full support, lakini pia commitment yao ilikuwa kubwa, na naweza nikasema uwanja wa mazoezi umetumika kuanza kuirejesha Yanga ambayo kama wanaamua kukusaka, basi matokeo yake yanakuwa kama haya. Kwa hiyo mimi nampongeza mwalimu wa Dar es Salaam Young Africans kwa kuandaa timu iliyokuja kushindana. Yaani leo Yanga walikuja kucompete kutafuta alama 3. Bwana, kama ndio kwanza unajiunga na sisi